Baada ya kutamatika kwa mtanange ambao ulikuwa ni wa hatua ya mshindi wa tatu, na ambapo chuo cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania SAUT wameweza kuchukua hiyo nafasi ya mshindi wa tatu kwa kumfunga chuo cha Makwish goli 2-0. Nipo hapa na meneja wa timu hii ya SAUT kuweza kuzungumza mawili matatu baada ya mtanange huu kumalizika. Kwa majina yangu naitwa Michael Benedict Joseph, ni meneja wa timu ya chuo cha Mtakatifu Agustino Tanzania SAUT Mwanza. Sawa, baada ya mchezo huu wa hatua ya tatu, mshindi wa tatu bora, na tukirudi hapo nyuma, mchezo wa nusu finali mliweza kushindwa kufuzu na hawa vigogo wameonekana kwamba ni wagumu sana kuwafunga nyie SAUT, hasa hiki chuo cha Mpango. Ni nini shida? Hapana, sio wagumu, kwa sababu kabla ya kukutana kwenye nusu finali tulikutana kwenye finali ya mashindano mengine na tulimfunga na tukachukua kombe. Kwa hiyo sio mgumu, lakini kilichotokea kwenye nusu finali kupoteza ni hali ya kimchezo. Tulipotea kidogo, imani ilikuwa kubwa kwa sababu tuliweza kumfunga kwenye mashindano mengine, tena hatua ya finali tuliamini kwamba tunaenda kukabiliana mpinzani ambaye tunaweza tukammudu na tukamfunga, lakini ikawa ni tofauti na tukapoteza. Kwa hiyo huo ni mpira na mpira huko hivyo. Naam. Sawa, ukija ukiangalia hasa kwa chuo cha Mtakatifu Agustino, timu ya SAUT, ni mechi gani ambayo ilikuwa ngumu kati ya nusu finali na hii mshindi wa tatu? Mipango na SAUT ile ni dabi. Sema tu ilitokea mapema kwa sababu njia tulikutana ni njia moja. Mechi ya Mipango ilikuwa ni mechi ngumu, na ndio maana sisi tulivyokosea kidogo tu waliweza kutuadhibu, lakini ukiangalia kwa mechi ya leo mpaka tunatoka kwa ushindi wa 2-1, mechi ilikuwa nyepesi. Wachezaji walipata nafasi japo hawakuzitumia, na tempo ya mchezo ilikuwa iko chini, yani wachezaji hawajapanic. Lakini unaposema mipango, yani wachezaji huwa wamepanic, yani kwa hiyo unatakiwa tena uanze kuirudisha saikolojia ya wachezaji ili warudi kabisa kwa kusema kwamba hivi ninacheza kama nilivyocheza jana. Umeona? Kwa hiyo mechi ya mipango ni ngumu, mechi ya Mipango na SAUT ni ngumu. Sawa, tumekuja kuona kwamba timu ya SAUT ina udhaifu kwenye eneo lake la ulinzi. Kila mechi mnaruhusu magoli. Tukianza mechi ya nusu finali ya hatua ya kwanza mliruhusu magoli 3. Tukija tena ile mechi ya pili mkaruhusu goli 1, na hivi sasa leo mmeweza kufunga goli 1 ambapo je, mmeweza kushinda kwa goli 2. Nini hasa upande wa safu ya ulinzi ya timu ya SAUT? Mimi silaumu safu ya ulinzi ya timu ya chuo cha Mtakatifu Agustino, kwa sababu ukiangalia hatua za awali zote tumetoka tukiwa hatujaruhusu bao. Unaona? Lakini timu zingine zilikuwa zinaruhusu bao. Tumefika hatua nyingine, kadri unavyozidi kucheza, nadhani imani ambayo itufanya sisi tuathirike sana juu ya haya mashindano ya chuo challenge. Mechi za mwanzo kwanza hatukupoteza. Baada ya kuacha tunafunga na haturuhusu goli. Tunafunga na haturuhusu goli. Lakini tumefika kwenye hatua ya nusu finali tukaanza kuruhusu goli. Sasa wachezaji, unajua timu ambayo imezoea kushinda ikipoteza, yani pale wachezaji wanaanza kulaumu kwa nini hiki. Sasa kile ndio kilichotokea na kikasababisha sasa wachezaji wa timu ya chuo cha Mtakatifu Agustino kushindwa kuwa na ile momentum ambao wamekuwa nayo kila siku ya kufuata ushindi. Na maana mimi nimezoea kufunga. Siku nikifungwa sitokuwa sawa kuendelea na pambano kwa kiwango kile ambacho nilianza nacho. Hicho ndio kinachotokea. Sawa, sasa kama meneja, nini plani za mashindano yajayo ya msimu wa 5 sasa kama timu ya SAUT? Kwanza kabisa naomba nitoe rai kwa mashabiki na wanafunzi wa chuo cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania kuja kuipa support timu. Hilo ni jambo la kwanza. Shabiki ni mchezaji wa 12, lakini jambo la ajabu tunakuja watu wachache, ambapo sasa timu inakosa support kutokana, yani ukiangalinganisha na timu zingine. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, sisi kama viongozi, wachezaji, timu nzima kwa ujumla, tuna mashindano mengine hapo mbele yetu, mashindano ya TAKUSU ambayo huwa yanajumuisha vyuo vyote vya Kikatoliki Tanzania, na huwa yanafanyika kwenye likizo ya Pasaka. Kwa hiyo timu bado ipo, timu inaendelea na maandalizi kwa ajili ya mashindano yale, lakini pia chuo challenge mwakani tena tupo. Sawa sana, asante sana pia na hongera kwa kushinda mshindi wa tatu. Asante na kwenu pia. Asante sana. Naam, hapa nilikuwa nazungumza na meneja wa timu hii ya SAUT ambapo wameweza kuchukua nafasi ya mshindi wa tatu katika haya mashindano ya Chuo Challenge Cup. Kutoka katika dimba hili la Nyamagana, mpaka wakati mwingine, na hii ni Celebrate TV.
Naam, na hii ni Celebrity TV katika dimba la Nyamagana Stadium ambapo mtanange wa fainali unaendelea, na hapa tumeweza kupata shabiki wa timu ya Sauti kuja kuzungumza mawili matatu baada ya mtanange wa mshindi wa tatu kutamatika na chuo cha Sauti kuweza kufanikiwa kuichukua hiyo nafasi. Tuanze kwa majina yake, anaitwa nani, ndipo tutaanza kuzungumza mawili matatu. Kwanza kwa jina, unaitwa nani? Albert, unasoma kozi gani? Sheria mwaka wa 3. Sheria mwaka wa 3. Umeonaje mashindano na timu yetu ya Sauti au timu yako ya Sauti imeshindwa kufika hatua ya finali? Mashindano yameenda vizuri, sema tu tumekosa commitment. Sisi kama timu tumekosa commitment ya wachezaji, yani muunganiko wa wachezaji, maana huyu hayupo, kesho anakuja mwingine, kesho kutwa anakuja mwingine. Kwa alete picha nzuri. Ni nini hasa ambacho kilikwamisha chuo cha Sauti kushindwa kufika hatua ya finali, na tukijua kwamba hiki ni chuo kikubwa kanda ya Ziwa? Ni nasi mechi ya kwanza ile tuliruhusu magoli mengi, tulifunga magoli 3. Kwa hiyo ilikuwa ugumu, ulikuwa mlima mrefu zaidi, ilikata matumaini. Umepokeaje matokeo haya ya kufuzu au kushika ile nafasi ya 3 ya mashindano haya ya Chuo Challenge Cup? Walau tumetoka na kitu. Wanakuambia mtembea bure toka na mkaa bure. Kwa hiyo walau tumetoka na kitu ambacho tunaweza kujivunia, kwa namna moja au nyingine tunajivunia tu. Sawa, hamasa ya mashabiki katika haya mashindano hasa katika chuo cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania imeweza kuwa ni ndogo ikilinganishwa na vyuo vingine, na hii Sauti ni chuo kikubwa hapa kanda ya Ziwa. Ni nini hasa mashabiki wajitokezi, ni uchache wa mashabiki na imepelekea timu hii kushindwa kufika hatua ya finali? Na hizi kwanza miongoni mwa chuo chenye watu wengi ni chuo cha Mtakatifu Agustino. Sema tu viongozi na nini na wanafunzi wake ni hayo, unakuta mechi inaendelea huku, kuna vipindi vinaendelea. Kwa hiyo maana mashabiki wanaenda vipindi, wachache wanakuja uwanjani. Kwa hiyo inakuwa huyo ugumu mashabiki kwa wengi. Sawa, nini sasa rai yako kwa timu ya Sauti pamoja na kuelekea mashindano mengine ya msimu wa 5 mwaka ujao, haya mashindano ya Chuo Challenge Cup? Mimi ningependa tu msimu ujao waziri aweke commitment nzuri kwa wanafunzi wote, mechi kama kuna mechi wanaitangaza kwa wote. Asante sana, mpaka wakati mwingine. Shukrani. Shukrani. Naam, hii ni Celebrity TV na hapa tuendelea mdogo kuweza kuhoji baadhi ya mashabiki ambao wamejitokeza hapa katika dimba hili la Nyamagana. Naam, mtazamaji wa Celebrity TV. Hii ni Yas Chuo Challenge Cup na leo tuko katika uwanja wa Nyamagana ambapo mashindano haya tangu kuanza kwake yamefanyika hapa. Ni siku ya fainali. Mipango wamewaalika Misungwi hapa. Hakuna mwenyeji, ila kwa sababu Mipango ndio wenyeji wa mchezo tunasema wao ndio wamewaalika Misungwi. Fainali ya kukatana shoka, na hapa niko na moja kati ya mashabiki wa chuo cha Mipango au timu ya Mipango. Hapa atakwenda kutuelezea namna gani ameona mashindano tangu yameanza, namna alivyofanyika na nini wamejifunza hapa. Bwana, mambo vipi? Fresh, nashukuru kwanza kunipa hii nafasi. Mshabiki kutoka chuo cha Mipango hapa. Kwanza kwa majina ni Ibrahim Nyoka. Kwanza naona game ipo sawa live kabisa. Chuo cha Mipango hapa naona kinapambana tukiwa na wapinzani wetu Misungwi, lakini toka mchezo ulipoanza tunapambana, Mungu atusaidie katika finali na mpaka sasa hivi tunaongoza na imani tutaenda na matokeo mazuri katika chuo chetu cha Mipango. Naam. Mipango wako mbele kipindi cha kwanza half time 1-0, lakini mchezo unavyoonekana ni mgumu. Kingine tukiachana na mchezo huu, kipi ambacho umejifunza tangu kuanza kwa mashindano haya? Tangu siku ya kwanza mmefika hapa, timu yenu Mipango imekuwa ikija, wamecheza vizuri, wameweza kushinda takriban michezo yote bila kupoteza. Lakini haya ni mashindano ambayo yanakutanisha vyuo mbalimbali. Kipi ambacho umejifunza kutoka kwa vyuo vingine na kipi ambacho unapenda kuwashauri wengine? Hapo kwanza ni kupongeza mwalimu wetu kama kocha na benchi yake la ufundi, kwa sababu wote kwanza ameandaa kikosi chake, kimekuwa imara. Kwa hiyo tumeweza kwa defeat wapinzani wetu, kwa kuwa sisi wote tumejiandaa kwa vema mpaka sasa hivi tumefika finali. Ni mpinzani gani mgumu ambaye mlikutana naye? Kwenye mpinzani hapo kwanza mimi nahisi sio mgumu sana, lakini nilikuwa naona changamoto hapo tu Sauti, lakini kwa baada Mungu tukamtoa Sauti, ndio mpinzani wetu mkuu. Hongera sana asi. Nashukuru. Kila laheri kwako pia. Bwana mtazamaji wa Celebrity TV, niko na mshabiki mwingine hapa wa chuo cha Mipango kutoka Kisesa mpaka wilaya ya Nyamagana kwenye uwanja wa Nyamagana. Yeye atakwenda kutuambia anaitwa nani, lakini pia tutakwenda kujua mengi zaidi kutoka kwake. Karibu. Bwana, kwa majina yangu mimi naitwa Shadrack Franki, kipenda niite Nyoka kutokea Arusha, lakini niko hapa Mwanza kuitetea timu yangu ya Mipango inayoongozwa na chuo changu cha Mipango. Nipo live. Bwana, naona kwanza umeshajipanga, umeandika
Mipango 1, Yas umeandika winners. Una imani na timu yako kabisa inaweza kuondoka na matokeo leo? Mimi mwandishi unavyoniona tu hivi wenyewe. Maana hivi na uhakika timu yangu kuanzia tumeanzaga sisi hatushindwi. Tumecheza mechi 6 ni ya 7 na hii ya 7 tuna uhakika tunaenda kumaliza kazi. Sisi hatuitiki nimeenda kumaliza kumaliza. Mashindano ya Yas Challenge Cup ya kiachana football au mpira wa miguu walilenga kukutanisha vio mbalimbali kama Sauti, Bugando, Mkolani, CB na Jema na vio vinginevyo ambavyo vilikuwepo hapa. Kipi ambacho umejifunza kutoka kwa vio vingine wewe kama mshabiki na mwanafunzi wa chuo cha Mipango? Mimi nilichojifunza bwana ni jinsi gani ambao tunatakiwa timu yetu tukaze, au sisi kama kikosi tukaze, tujue jinsi gani tutakava madhaifu ambayo tumeacha nyuma, kutokana na timu zingine zimeweka madhaifu ambayo ndio tunafanya mpaka sisi tunawamaliza, tunawaponda. Sisi kazi yetu ni kuwakanyaga tu. Kiachana mpira, kipi kingine ambacho unapenda kuwashauri wanafunzi wa vyuo vingine ambao wamefika hapa, timu zao hajaweza kufika fainali lakini walifika? Kipi cha kuambia? Mimi ninachowaambia tu, mimi napenda kuwaambia wawe wana moyo wa kuisupport timu yao. Asante sana, tunashukuru sana kwa muda wako. Nashukuru sana. Bwana mtazamaji wa Celebule TV, alikuwa ni mwanafunzi kutoka chuo cha Mipango. Ni fainali ya Yas Challenge Cup. Tuko na washabiki mbalimbali. Tumepata kuona washabiki wengine wakiongea, washabiki wa Mipango. Hapa niko na shabiki mwingine. Yeye atakwenda kutuambia anaitwa nani na anatokea chuo gani, lakini mengi zaidi utapenda kujua kutoka kwake. Bwana, mambo vipi? Mambo kama kawa kaka. Wanakuita nani? Mimi wananiita Baraka B-boy. Baraka B-boy. Kutoka wapi sasa? Kutoka Sauti. Bwana, kutoka Sauti. Tangu game ya kwanza mmefika, mmeshinda, lakini changamoto ilikuja kwenye hatua ya nusu finali. Mmepoteza nusu finali ya kwanza na ya pili kwa wana finali ambao wako uwanjani sasa hivi chuo cha Mipango. Kipi ambacho ulikiona tofauti kwao na chuo na timu ya Sauti? Itoshe kusema kwamba ni ubunifu wa makocha. Tuseme kocha wa Mipango alikuwa na ubunifu mkubwa kumzidi mbinu kocha wa Sauti, na ndio maana alifanikisha kutufunga raundi ya kwanza goli 3 na raundi ya pili goli 1, akabahatika kutoka kwa aggregate ya 4-0. Kwa hiyo ubunifu wake na mbinu zake ndo zilimsaidia. Lakini nimeona pia chuo cha Sauti mna hamasa, yani timu ifungwe ishinde, mnahamasika, yani mnakuwa na hamasa mpaka mchezo unaisha, mnasindikiza wachezaji kwenda kupanda gari kurudi kambini. Kipi kinawasukuma nyie kuwa na hamasa hiyo? Ambacho kinatusukuma ni kutokana na kwamba sisi tunapenda kusupport timu yetu ya chuo, na ndio maana hata tukipoteza lazima tuwape hamasa ili game ijayo waweze kujitahidi, wapush kwa nguvu tuweze kupata matokeo, na ndio maana unaona katika game ya leo tumeweza kupush, tumepata matokeo, alhamdulillah, tumekuwa washindi watatu. Bwana, swali la mwisho kwako. Tangu kuanza kwa mashindano haya ya Yas Challenge Cup, huu ni msimu wa 4, lakini mwaka huu chuo cha Sauti mashabiki wamekuwa na mwitikio mdogo. Nafikiri sababu inaweza ikawa ni ipi kutoka kwa wanafunzi hao? Maana mwaka jana wakati wanaanza fainali na Mipango hapa, uwanja ulikuwa umefurika na wao walikuwa kwa wingi zaidi. Vipi, tofauti imekuwa ni nini na changamoto ni ipi na kipi cha kuambia wao? Kikubwa tuweze kusema kwamba changamoto ambayo imetokea hadi wanafunzi wengine kutokea ni kwamba wanafunzi walikuwa katika testi. Kwa hiyo hii michuano imekuja kipindi ambacho chuo chetu cha Mtakatifu Agostino tulikuwa kwenye testi, hivyo wanafunzi wengine walikuwa wanabaki darasani, ambao tulikuwa tunapata nafasi mara moja tulikuwa tunatokea kusupport timu yetu. Bwana, swala la kizushi, mashindano haya ni kukutanisha watu Umekutana na watu wengi hapa wa vyuo tofauti tofauti. Kipi umejifunza kutoka kwao na kipi wao unahisi umewafundisha? Ambacho nimejifunza kutoka kwao ni ushirikiano ambao wameweza kuonyesha. Sio kwamba wameonyesha ushirikiano mbaya, japo kuna some mistakes ambazo zilikuwa zinatokea kwenye baadhi ya vyuo kama Makwish na Misungwi, japo ni mistake kutokana na ile shauku ya timu kupata matokeo. Sio mbaya, hiyo inatokea, lakini ushirikiano mimi ni kitu ambacho nimejifunza kwenye michuano hii. Sawa, asante sana, shukuru kwa muda wako. Shukrani. Bwana, mashabiki ni wengi na wanazidi kumiminika hapa. Watu wa Mipango wako na vibe kweli kweli, wako na hamasa, wana furaha kwa sababu timu yao tangu kuanza kwa mashindano hawajapoteza mchezo, wameruhusu goli 1. Unaweza kuona ni timu ya aina gani. Ndio maana ukiangalia halaiki kubwa ya watu waliofika katika uwanja huu wengi ni wa Mipango kwa sababu wana imani na timu yao. Mpaka sasa finali half time wako mbele kwa goli 1. Hapa naenda kuungana na mshabiki mwingine kutoka chuo cha Mipango. Bwana, mambo vipi dada?
Poa. Uko freshi? Poa. Mambo yanaenda? Safi kabisa. Yani, wanakuita nani? Consolata. Wanakuita Consolata kutoka Chuo cha Mipango, koza BTCD. Kwanza nipende kuwapa hongera kwa kila ambacho timu yenu imeonyesha tofauti na mashindano ya misimu iliyopita. Mpaka sasa timu yenu inaongoza goli moja, lakini michezo mingine imeweza kushinda. Vipi, una mtazamo gani kuhusu timu yenu na unaona kweli timu inaenda kuchukua kombe au dakika 90 zitaamua? Hapa tumejiandaa kuchukua kombe, yani tunaondoka nalo moja kwa moja. Hatuachi kitu. Una imani na timu yako? Yani kubwa, imani kubwa, ndio maana tumekuja wanafunzi wote. So kwamba kuna wengine hapo kwenye mitihani ila wameamua wagairishe tuje kuwapa support wachezaji wetu ili wapate hamasa ya kucheza uwanjani. Kuna watu wanaacha mtihani kisa game hii? Ase Mipango umepania sana. Ase kila laheri. Tunawatafuta washabiki wa chuo cha Misungwi. Wao wanaonekana wana hamasa kama unavyowaona na mechi inaendelea, wako nyuma lakini wanapambania. Kameramani, sogea twende pamoja nao tupate mmoja tuone tathmini yao kuhusu mchezo huu ni ipi. Yate mtu mmoja hapa. Bwana, mambo vipi? Safi. Kwema se? Kwema kabisa. Hali yako safi? Fresh. Mishe zinaenda? Fresh kabisa. Wanakuita nani wewe? Kwa majina naitwa Vesta Alioba, ni msemaji wa Misungwi City. Bwana, wewe ni msemaji wa chuo cha Misungwi. Tuko na semaji. Semaji, ukisikia semaji bwana inakuja kichwani kwako picha ya Ahmed Ali Kamwe, lakini huyu ni semaji wa chuo cha Misungwi. Bwana semaji, tangu kuanza kwa mashindano ya chuo cha Handicap, tathmini yako ni ipi mpaka sasa? Kwanza niwapongeze waandaaji wa mashindano kwa sababu yamekuwa mashindano yenye motivation, mashindano yenye vibe, mashindano ambayo yanaibua vipaji. Niwapongeze sana waandaaji pia na hata sisi ambao tumeshiriki. Niwapongeze walioshiriki wote ikiwemo sisi wenyewe kwa sababu ni mashindano mazuri, mashindano ambayo yanaibua vipaji. Asante. Kwako tena semaji, timu yako ya Makush wengi hawajaweza kuifuatilia tangu kuanza kwa mashindano haya, lakini Misungwi watu hawajaweza kuifuatilia sana, lakini imekuwa kama surprise Misungwi kuingia finali kucheza na Mipango. Watu wengine watarajia labda finali itakuwa tofauti na hivi ilivyo, kwa maana wapinzani wasingekuwa hawa. Vipi wewe timu yenu mliandaaje mpaka kuweza kufika finali ya Chuo cha Handicap? Kwanza nikwambie tu, yani ndugu mwandishi wa habari, sisi Misungwi CDTI kwa mtu yote yule anayefahamu vizuri Misungwi CDTI basi alijua lazima tutafika finali. Kwanza sisi Misungwi CDTI tuna kauli moja nasema maji yataloa. Kwa hiyo yote ambayo tumekutana naye tumemloanisha na nyinyi wenyewe mashahidi mmeshuhudia. Kwa sisi kufika finali sio kwamba tumebahatisha. Sisi Misungwi tuna timu, tuna vijana wanajua boli, ndio maana tumefika finali na nakuhakikishia dakika 90 zitaonyesha hapa lazima Misungwi tuibuke tukiwa washindi. Bwana semaji anasema maji yataloa. Hiyo ni slogan yao. Hapa tupate, kuna mashabiki hapa wa chuo cha Misungwi. Bwana mambo vipi? Makawa. Safi kabisa. Shokali. Unaonekana kuwa na vibe sana. Sasa wanakuita nani wewe? Inaitwa Maota Sona. Maota Sona. Kutoka Misungwi. Bwana Maota Sona, umeweza kuhudhuria karibia mechi zote za chuo cha Misungwi. Nyie ndio chuo ambacho mlikuwa mnatoka mbali, tukiachana na chuo cha Geita kufika wilaya Nyamagana ili kucheza mechi zenu. Umejifunza nini au tathmini yako ni ipi ya kutoka kwa waandaaji wa mashindano haya mpaka mashindano yenyewe? Kwanza tunamshukuru Mungu kufikia hatua tuliyofikia hii, kwa sababu sio swala jepesi. Tumepitia mechi ngumu sana, tumecheza na Makush, tumecheza na CBE. Mungu amesaidia tumeweza kufanikiwa mpaka tumefika finali. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Na sasa tunachoomba tu mtashuhudia wenyewe kwamba si Misungwi ndio sisi. Dakika 90-2-1 hapa bila kuchoka. Ugaigai group. Wewe unaitwa Ugaigai group. Ugaigai group kutoka Misungwi. Bwana, hawa ni watu kutoka Misungwi kama unavyowaona, wana hamasa yao. Uwanja kama unavyoonekana, tuko na mwanadada hapa ana furaha kweli kweli japo wako nyuma pamoja. Bwana mambo vipi dada? Safi, habari. Safi, kwema? Kwema. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda. Wanakuita nani? Wananiita Sylvia Robert. Sylvia Robert kutoka chuo cha Misungwi, si ndio? Ndio. Umejifunza nini tangu kuanza kwa mashindano haya mpaka kufika saizi? Nimejifunza bana, kutangulia sio kufika. Tutafika tu. Umewalenga kina nani kutangulia sio kufika? Imekaa kimtego hiyo. Nimewalenga Mipango. Yaani wametangulia lakini tutawapata. Lakini ndio wapinzani wagumu kwenye mashindano haya na ndio wako bora sana msimu huu. Ndio, tunasikia hivyo lakini
Kumbe mmesikia yani wewe. Hatuelewi. Ila dakika 90 zitaamua. Umeweza kuinteract na vyuo vingine. Kipi ambacho kinawapa tofauti chuo cha Misungwi na vyuo vingine? Au tofauti yenu ni ipi na wao? Mmetofautiana kipi? Maana mmeweza kuinteract, hamkutani sana kwenye matukio mengine, lakini matukio kama haya yanawaunganisha. Tofauti yenu chuo cha Misungwi na vyuo vingine ni ipi? Tofauti yetu sisi, ushangiliaji wetu ni wa kipekee sana. Nadhani hata wewe unajionea kama hapo wamevaa reflector, yani wanaashiria ni engineer, civil engineering with community development. Kwa tofauti yenu wao ni saidia na ushangiliaji tofauti na wengine. Bwana, tunashukuru sana kwa muda wako. Nashukuru pia. Mtazamaji wa Selebule TV, endelea kutupia jicho Selebule TV, usitoke. Hawa ni watu wa Misungwi, wako na vibe kweli kweli, kama unavyoweza kuwaona, wana furaha. Endelea kuwa pamoja nasi mpaka hapo mwisho wa kipindi. Wananiita official King 19 kutoka Selebule TV. Stay tuned. Mtazamaji wa Selebule TV, tuko live tena hapa uwanja wa Nyamagana. Ni kwenye mashindano ya Yas Chuo Challenge Cup msimu wa 4. Watu mbalimbali wameweza kujitokeza kutoka vyuo mbalimbali. Unaweza kusema ni wanafunzi mbalimbali, lakini walioko sio wanafunzi tu, hata raia walioko wa kawaida mtaani pale wako hapa kutazama mashindano haya. Tuko hapa na mwanadada huyu. Mwanadada, mambo vipi? Poa. Uko fresh? Niko poa. Kwa majina yako unakuita nani sasa? Kwa majina naitwa Agnes Jonas, natokea chuo cha Misungwi. Agnes Jonas, chuo cha Misungwi. Bwana, wewe umeweza kuionaje siku ya leo? Kwanza tuanzie hapo. Nimeiona iko poa, japokuwa tushafungwa kufikia wakati huu, lakini tunategemea mawili tukija kwenye mpira wa miguu. Kushindwa na hata umeweza kuhudhuria mashindano haya tangu yameanza mpaka hapa yamefika leo mwisho. Ni kitu gani ambacho kimekupa tofauti ya chuo cha Misungwi na vyuo vingine? Nimehudhuria mashindano tokea yanaanza mpaka sasa hivi. Nimejifunza vitu vingi sana, kuwa social na watu, vitu vingi mno. Kuhusu mpira, timu yenu mnaionaje ya Misungwi mpaka imefika fainali? Vipi ilivyokuwa tangu mwanzo wa mashindano mpaka sasa? Timu yetu imekaa poa sana. Ile game iloisha ile mwaka juzi tulikuwaga washindi watatu, but nowadays tumefika final. Kwa timu yetu iko vizuri sana. Una imani mtachukua kombe la Yas Chuo Challenge Cup msimu wa 4? Hamna kipengele, tutachukua. Mwanadada anasema hamna kipengele. Asante kwa wakati wako bwana. Asante pia, karibu. Huyo ni Agnes Jonas kutoka chuo cha Misungwi. Yeye anasema hamna kipengele, kombe watachukua. Endelea kuwa karibu na Selebule TV mpaka hapo utakapofikia tamati. Asante.